In the capital city, Kenyans from different walks of life and religion today joined their Muslim counterparts for the Jamia Mosque Open Day. According to the organizers, the event is meant to foster interreligious harmony and debunk some of the myths about Islam and what happens in mosques. Some people only know of mosques, their minarets, water fountains and domes from a distance. And this day was set aside to open up understanding on what goes on. Tumefungua milango ya msikiti kuweza kuwakaribisha na kuwatembeza msikitini wake kwa waume ili kuwaeleza zaidi Uislamu ni nini na kuna nini msikitini. Many trooped to the Jamia Mosque in Nairobi CBD. For some, it was out of curiosity. Others sought to ask questions on matters such as radicalization, myths and misconceptions on Islam. Kuna maswali ambayo watu wako nayo kuhusu violence and extremism in Islam, na wameweza kujibu vizuri kusema ya kwamba kuna wale watu ambao wanafanya mambo ambayo sio ya dini wakisingizia dini. Apart from religious literature, the library inside the mosque hosts reading material on diverse subjects. It is also key to note that women worship separately from men, and in construction of mosques, keen attention is paid to the direction the city of Mecca lies in relation to the mosque. Na huko ndiko tunakuamini ya kuwa mwanzilishi ni Nabii Ibrahim, Prophet Abraham. Yeye ndo mwanzilishi wa msikiti ule na Waislamu kote ulimwenguni leo wanaelekea huko. Kukosa kupeana history katika Biblia ya Hajra alikwenda wapi na ule mtoto Ismail, hiyo ndio imeleta tofauti ya hizi dini mbili. Otherwise, kabla Hajra hajapata mtoto Ismail, Abraham alikuwa ametabiriwa akaambiwa atapata mtoto wa kimataifa. Sisi Waislamu tuna jukumu ya kuwafahamisha ni nini haswa inafanyika katika Uislamu na ni nini inafanyika katika dunia. Even though the open day is marked annually, we are informed the mosque is open to even Muslims and non-Muslims all the time. Mark Namaswa, KTN News.